Okay, nadhani wengi sijui sikueleweka vizuri au wengi hamkusikiliza video hadi mwisho. Nilikuwa nazungumza hivi kwamba kwenye orgasm zipo za aina tatu, yaani aina tatu za mwanamke kufika kileleni. Kuna watu ambao huwa wanamwaga maji. Utofautishe kati ya maji na mkojo. Maji huwa yanatoka sehemu ya uke, kuna tezi fulani vinatoa maji, fluid, sio mkojo. Au ni namba ya kwanza, inatoka maji. Watu wa pili wanapata maji kidogo. Kuna wengine wanamwaga maji mengi, type ya pili wanapata maji kidogo tu, yanatoka hata kwenye mapaja ya fiki. Wengine wanakuwa na dry orgasm. Yaani dry orgasm hatoki maji. Utasikia tu ile mitetemeko kama ina fulani hivi, unaona amejikaza sana, inakuwa ndo amefika hapo. Sasa kuna watu wengine ambao wanamwaga mkojo, yani urine. Ile kitu sio, yani unakuta kabisa ni mkojo, sio maji. Sio maji. Mkojo, yani haja ndogo. Ile bwana sio kileleni, yani msidanganywe. Ile ni changamoto, mtu mwingine anashindwa kujicontrol kutokana labda na raha au ana changamoto ya mfumo sphincter za haja ndogo. Sphincter zile zimelegea. Kwa sije kuona mtu amemwaga mkojo haja ndogo ukajua ndo amefika kileleni, hapana. Hata kama wewe umetoa yale maji ni sawa, lakini sio mkojo. Au mwingine umetoa kidogo, au mwingine umepata ile dry ukajisikia tu safi, ni safi kabisa. Na kumekuwa kuna rumors kwamba sijui usipomwaga maji mara unakuwa na magonjwa sijui kiuno. Ninaona mtu fulani anaelezea mtandao, mchungaji sijui kiuno sijui kinauma. Hapana, sio kweli. Sababu kuna wengine hawana ile fluid, inakuwa ndogo, inaishia ndani huko huko. Sawa. Sasa kama unamwaga ile urine haja ndogo, nenda kwa daktari akuchunguze mfumo wako wa mkojo. Hiyo sio sawa. Sawa, eh? Kwa hiyo nenda ukatibiwe. Maji yanayotakiwa kutoka ni maji mengine, sio urine, sio mkojo. Ukiona unatoka paka mkojo, yani yule urethra inakojo inatoa mkojo, basi ujue una changamoto ya mfumo wa mkojo.